Mpenzi mtazamaji wa Bakula TV, tupo bado kwenye ofisi hii ya diwani wa kata ya Sandali, Mheshimiwa Christopher Kabalika Mwasaso. Mheshimiwa diwani, kuna taarifa kwamba umesema hautokuwepo kati ya watu watakaopeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika udiwani huu wa 2025 katika uchaguzi mkuu. Hali hii imeleta taharuki, wananchi wamekuja juu kiasi kwamba wengine walitishia kuandamana kwamba haukuandaa kisaikolojia kwamba hautogombea tena. Hebu uliweke wazi hili swala, kipi ambacho kimekusababisha kwamba hautogombea tena na malengo yako baada ya udiwani ni nini? Karibu. Kwanza ni kushukuru mtangazaji kwa niseme ukorofi, kwa sababu ulikuwa na wananchi wa Sandali, lakini nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru wana Sandali kwa miaka 5 ya udiwani ambayo walinipatia, lakini ushirikiano mkubwa waliotoa kwangu kwa kweli si wa mfano. Wamefanya mimi niwe diwani bora kwa sababu ya ushirikiano wao. Lakini pili, ni waombe radhi kwa namna ambayo walipata mshtuko wa taarifa hizi za kuhusu uchaguzi unaokuja mwaka 2025 kwenye nafasi ya udiwani. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kwa muda huu kweli kuwatangazia wana Sandali kwamba diwani wenu natangaza rasmi sitakuwa sehemu ya kugombea nafasi ya udiwani. Kwa nini? Kwa sababu miaka 5 mlionipa naamini nimefanya vizuri. Pale ambapo nimefika, nadhani Chama cha Mapinduzi kinao watu wengi ambao wanaweza kuendeleza kutoka hapo kwenda sehemu nyingine. Na mimi kama diwani wenu, chama na serikali iko nafasi ziko nyingi ambazo tunaweza tukaendelea kupata, kwa sababu tuwe tunapeana vijiti kwa kupokezana. Uzoefu na maendeleo yanakuja mtu kwa kuonekana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mimi diwani wenu kwa kweli niwashukuru sana, lakini rasmi niwatangazie kuwa sitakuwa sehemu ya wagombea wa diwani kwenye kata hii, lakini naamini tutapata diwani wa kufanana na sisi kama wana Sandali. Wale ambao mnaona wanafaa, tushirikiane kushauriana kuhakikisha kwamba tumpate mrithi mzuri. Mimi kama diwani wenu tutaendelea kushirikiana kwa mambo mengine na nafasi zingine zitakazopatikana. Inshallah Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia, na nawaombea heri, muendelee kuwa na amani, utulivu na mshikamano kuendelea kujenga kata yetu ya Sandali. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bado mheshimiwa, bado na kiu, wananchi bado na kiu, kwa sababu tulipofika hapa tulivamiwa na kupewa maswali kiasi kwamba labda tuliwahi kuzungumza sisi na wewe mpaka tulishawishika kuja katika ofisi. Labda una malengo yoyote baada ya udiwani? Manake hatua kwa hatua, labda umetoka kwenye udiwani kwamba labda kuna nafasi nyingineyo, ukizingatia kwamba wewe ni kati ya madiwani ambao wamekuwa wakihudhuria vikao vyote vile vya kikatiba na vya kitaratibu vya halmashauri katika council, ambapo kuna baadhi ya madiwani wamekuwa hawahudhurii pasipokuwa na sababu. Labda wewe vipi, una malengo yoyote labda kusogea mbele kutoka kwa udiwani kwenda kupiga kwenye hatua nyingine? Kwanza swali zuri. Binadamu yeyote anayeishi lazima awe na malengo, lakini pili lazima awe na maendeleo. Nikisema malengo, maana yake ni vitu ambavyo unavipanga kwa ajili ya kuvitekeleza. Nikisema maendeleo, maana yake umetekeleza hiki, basi unakwenda kufanya hiki. Maana yake kubadilika kutoka hatua ndogo kwenda hatua juu, kutoka kitu kidogo kwenda kizuri, kutoka kitu cha kawaida kuwa kilicho endelezwa zaidi. Kwa hiyo mimi kama diwani wenu nitakuwa na nyinyi kisiasa, nitakuwa na nyinyi kiuongozi, lakini inshallah Mwenyezi Mungu akijalia 2025 tuko pamoja kwa ngazi nyingine. Asante sana mheshimiwa diwani, na mimi niko bega kwa bega kutokana na maendeleo na ufuatiliaji wa shughuli nyingi za maendeleo katika kata yako. Nina imani huko mbele utaletea yale ambayo ulikuwa unafanya kwenye kata yako, basi utapanua kwa wigo mkubwa sana. Asante.